Kama wewe unajua umeokoka kabisa, unajua na Kristo Mungu, haufai kwenda kwa mpiga ramli, hufai kwenda kwa mganga, unafaa kutegemea nabii. Lakini kama unasikia wokovu wako ni wa kujifanya, wacha kujifanya, toka kwa watu ambao wameokoka. Usaidizi wako uko pale nje. Nasema hivi, kuna watu ambao wamekuwa na shida, wao wameokoka, lakini ni kwenda kanisani na wanashiriki kanisa, lakini hawajaokoka. Hao watu wamewekewa wapiga ramli wawasaidie. Siku ile nilikuwa duniani, nilikuwa sijaokoka. Kuna mambo nilitoa huko na nikaiacha huko. Kitu ya kwanza, nilipendana na msichana akanipeleka kwa waganga, akaniroga. Ule uganga alinifanyia mimi, kwetu sikuwa naamini. Nilikuwa najua kuna waganga na kuna wachawi, lakini nilikuwa nasikia sifai kwenda kwa mganga ama kwa mpiga ramli. Nilirogwa, nikakaa mwaka mzima nikiwa nimerogwa. Nikawa kichwa yangu imeingia makaa ndani yake. Naongea vitu ambazo sielewi. Mambo ilikuwa ya Wakikuyu yale ya zamani. Yaani nilikuwa naongea mambo ya kitamaduni ya zamani sana. Kuna msichana wetu hapa anaitwa amegonjeka saa hii, naona ako na ile shida nilikuwa nayo. Anaimbaga Mugithi Wangale wa Gidenji. Mimi nilikuwa hivyo kabisa. Nilikuwa naongea mambo ya Wakikuyu yale ya zamani. Hii kitu ilikuwa imetoka wapi? Nilikuwa nimepelekwa kwa waganga. Na ule mpenzi nilikuwa naye wakati nilimtenga, wakati nilimtupa, akachukua manguo yangu akapeleka kwa waganga, akaniroga. Na hayo mambo ya kurogwa nikakaa nayo mwaka mzima. Kichwa yangu ilikuwa makaa. Nilikuwa naongea vitu hazieleweki. Naongea Kikuyu ile ya zamani ingine Wakikuyu naona wanajivuta siku hizi. Mimi sikuwa nafundishwa. Hiyo ilikuwa inatoka kwangu kama maji, kisima ya maji. Na huyu msichana ndio amefanyika. Anaongea Kikuyu ambayo inatoka ndani yake, na hicho Kikuyu sio, ni kitu moja amefanyiwa. Amechanganyiwa, anaenda mbele lakini anarudishwa nyuma. Kuna watu wanamfuta kule nyuma, wale wamekufa, wale mababu zetu, wanamfuta kule, wamelala. Wanamfuta kule wamelala. Na saa hiyo anafaa kwenda mbele ili atengeneze maisha yake ya kesho. Hii nilikuwa nimepelekwa kwa waganga. Ndio nikapata haya mambo, nikarogwa. Sasa watu wakaanza kusema mimi ni wazimu. Kama vile wanasema huyu msichana amegojeka, kwa wazimu. Kuna makosa moja. Mtu ambaye amepelekwa kupigiwa kwa wapiga ramli ama kwa waganga, haufai kumpeleka Mathare. Hiyo na kuombea ukweli. Ukimpeleka Mathare, mambo yake inaishia hapo. Haufai. Unafaa kumpeleka pia kwa mpiga ramli mwingine ili amuondolee zile jambo. Nilikuwa nimepeana habari ya story ya mtoto wangu kwa Kikuyu. Vile alifanywa nilipompeleka Kishagi. Nikampelekea daktari. Daktari akanirudisha tu kwa wale watu walikuwa wamefanyia, kumwangalia na jicho mbaya. Tayari mtoto wa kwanza alikuwa amekufa. Sasa wa pili, kama ningemfuatisha daktari angekufa. Hivi ndivyo kupeleka mtoto ambaye amepelekwa kwa mpiga ramli, ama kupeleka mtu ambaye amepelekwa kwa mpiga ramli kwa daktari kama Mathare. Hawezi pona, atakufa na atakaa mwogoroki siku zote. Maana anafaa kupelekwa kwa mtu ambaye ni mganga. Maandiko inasema nini? Mungu atawaondolea wapiga ramli wa ukweli, atawaondolea waganga wa ukweli. Sasa waganga wa ukweli ni kama yule mganga nilipelekewa, maana mimi nilipelekewa mganga. Mimi nilikuwa nimewekwa majini kwa mwili. Majini huwekwa hapa upande wa roho. Hapa kwa mbavu mwisho, hapa kuna mahali roho iko. Kuna ule upande roho inakuaga. Majini inawekwa pale. Inasukuma ile misipa ya kupeleka damu kwa kichwa. Unakuta damu badala ya kwenda kwa kichwa izime akili. Iwe kama injini ya gari vile uzimwa. Unakuta haipeleki damu kwa kichwa. Na hapo ndipo mtu usemekana ni wazimu. Hakuna wazimu inakuwaka mtu mgonjwa kwa kichwa. Never. Ni roho inakuwa imefinywa. Wakati roho imefinywa, misipa ya kupeleka damu kwa kichwa, damu inakosa
kufika kwa kichwa. Hapo ndio mtu anashemka kwa kichwa, anasemekana ni wazimu. Inakuwa damu inafika kidogo. Ameshemka. Yani ni kama hizi nataka kublock. Sasa ukipeleka mtu ambaye amepelekwa kwa wapiga ramli ama mganga kwa daktari Mathare, wewe umemtupa kabisa. Omba Mungu sasa, hapo ndio Mungu anakujia. Akusaidie ujue mpiga ramli wa ukweli na mganga wa ukweli. Umpelekee yule mtu ampigie uganga ama mpiga ramli, amtoe zile pepo. Mimi nilitoa majini kwa mwili. Kichwa yangu ilikuwa inawaka moto. Hiyo ilikuwa 1997. Sikuwa nimeokoka. By the way, nilikuwa nimeokoka miaka 3. Nilikuwa nimeokoka 91. Nikakaa miaka 3 nimeokoka, alafu nikaanguka. Wakati huo ndio nilionana na yule msichana. Mambo ya dunia, lazima ukae na dunia. Ukiwa umeokoka, utaenda kwa nabii ambaye atakutoa yale mapepo. Halo. Nifuate kwa hiyo sehemu nyingine, nitakuandalia baadaye.